من صفاته ساتر العيوب. الصلاة والسلام على حبيبنا وحبيبنا والقائل كفى بالموت ورضا. أما بعد zangu, ama mimi nimepewa dakika 3 tu, lakini kweli kabisa huu si uwanja wa dawa, ila kwa sababu aliyekufa ni dai, basi watu ufa na watu wao. Mimi yangu mawili tu. Wakati tuliokuwa nao si wakati salama sana, si wakati mzuri sana, na pengine tumefikia pahala bado katika mioyo kuna hofu mbalimbali, kwa sababu kila mmoja wetu ana hakika na hatima yake. Na nadhani ndio sababu hata mahudhurio haya, kwa namna ni mjuavyo Chifu Msopa, pasingetosha pahala hapa. Lakini sisi tuna wasiwasi, waliokuja kutuchunguza nao wana wasiwasi, tena pengine wao wasiwasi kubwa zaidi kuliko sisi. Maana hata sisi hapa hawajui kama tutakurupuka au vipi. Sasa mimi nina ushauri, siamini kama ushauri wangu utafika ninapotaka ufike, ila kwa sababu ndio ushauri, basi wale wanaorekodi wajitahidi kufikisha pahala panapostahiki. Mzee Mwinyi mwaka 93 hawa kina Sheikh Mazinge walikamatwa kwa kuvunja bucha ya nyama ya nguruwe. Lakini kwa sababu sote tunafahamu na hakika yao, hawa walikuwa kwenye muhadhara Temeke, Almaridi Kosilote, kina Riko, kina nani, wako Temeke, wanafanya shughuli ya dawa. Lakini kuna watu wakubwa katika taifa walikuwa na chuki ya mihadhara, wakaitafutia kila sababu. Kuna mtoto kaenda kununua nyama ya nguruwe badala ya nyama ya ng'ombe, kwa kuwa haji kusoma na mtoto mdogo. Muuzaji akampimia nyama, iliyofika nyumbani wakagundua hii sio nyama ya ng'ombe, hii ni nyama ya nguruwe. Mtoto yule akatumwa na wazazi kwenda kurudisha ile nyama. Mwenye bucha ya Mbokomu akamwambia, tumeshauza, hatuwezi kurudisha. Jambo lile likaenea kwa Waislamu. Waislamu wakatoka sehemu mbalimbali, wakaenda Manzese, wakavunja bucha ya nyama ya nguruwe, wakafanya yale yafanya. Lakini kwa sababu target ilikuwa ni watu wa mihadhara, askari walikwenda kuwakamata kina Mazinge, wakawapa kesi ya kuvunja bucha za nguruwe. Lakini kwa sababu Rais Mwinyi alikuwa ni kiongozi mwenye hekima, wakati ule waziri wa mambo ya ndani Bwana Agostino Ryatonga Mrema alimtisha na kumdanganya rais, akasema hao watu wamevunja bucha za nguruwe na wanajipanga kwenda kutia sumu kwenye kiwanda cha pombe na maneno kadha wa kadha, mpaka container la Jamvia limekamatwa. Eti dunia hii watu bado wanapigana na majamvia. Lakini Mzee Mwinyi naye kama rais, lakini pia binadamu, akahamanika, akasema washughulikiwe, anayekula chura na ale, anayekula nini ale. Nadhani nakumbuka wote wale ambao kidogo wana umri kama wangu. Mwisho wa siku Mzee Mwinyi kuna kitu aligundua, kwamba waliomzunguka walio wengi hawamwambii taarifa za kweli. Akaanzisha utaratibu, kila Ijumaa anakutana na watu Lumumba. Mzee Mwinyi ule ulikuwa ni mkakati wake, kwa sababu waliomzunguka baadhi yao walikuwa ndio wasaliti wake. Kwa mfano huu niloutoa hapa, na kupitia hilo aligundua kwamba kina Mazinge hawajavunja bucha za nyama ya nguruwe, pamoja na kwamba alihukumiwa akawaachia. Maana yake, ukiwa kiongozi usitosheke na maneno ya washauri wako rasmi, tafuta namna nyingine ya kupata taarifa. Ikitokea unaowategemea kuletea taarifa ndio wana malengo mabaya na wewe,
watakuficha ya kweli, watakuletea taarifa za uongo, utaangamiza taifa. Amani ni jukumu letu, ni haki yetu, lakini hakuna msingi mkuu wa amani. Hiyo ni Qur'ani. Nenda kokote, achaneni na hao mashehe machawa wanaodanganya kupotosha tafsiri za Qur'ani. Amani yoyote msingi wake ni haki. Mungu kaleta amani duniani kwa sababu mwenyewe ni haki. Neno haki ndio jina lake. Ata kullu dhi haqi haqa, akakipa kila kitu haki yake. Na misingi kwa viongozi, we wa mkoa, wa wilaya, wa nini, tendeni haki. Mkiendelea kutumia mabavu, chuki na kudanganya kwa sababu tu muonekane watenda kazi wazuri, mtaliangamiza taifa. Asalamu alaykum wa rahmatullah.